wako umeketi, ghafla unasikia neno la Mungu linafundishwa, halafu ndani ya moyo wako linapita kama upanga chwa. Haleluya! Manake upanga ukatao nini? Kuwili. Manake hilo linakuwa ni neno ambalo Mungu amelikusudia ndani yako. Haleluya! Manake sifa mahali popote unapoketi, lazima hizi sifa za hili neno la Mungu ziweze kudhihirika. Kama hazijadhihirika, manake bado haujapata kila ambacho Mungu alikikusudia. Bwana Yesu sifiwe. Anajaribu kutueleza unaposoma Biblia. Bwana Yesu sifiwe. Haleluya. Lazima ziwe na hizi sifa, liwe hai ndani yako. Bwana Yesu sifiwe. Lifanye nini? Mwambie jirani yako na kwamba neno liwe hai. Haleluya. Unapojifunza lazima kutokee uhai wa neno ndani yako. Katika yote atakayoweza kufundishwa, kama ambavyo tunajua kwamba kufafanusha neno kwa tia nuru, manake lazima Roho Mtakatifu atie uhai katika mstari mmoja, katika eneo fulani, katika engo fulani. Lazima Roho Mtakatifu aliachilie ndani yako likiwa na sifa ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Au lije likiwa na nguvu. Haleluya. Ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, linakuja neno la Mungu likiwa na nini? Na nguvu. Hapa ndipo unasema aha, manake ndani ya zile sifa za neno nimepata. Haleluya. Au lije ndani yako kama upanga, liweze linaokata kuwili, manake huku na huku linakata. Bwana Yesu asifiwe. Manake Mungu anajaribu kuangalia ndani ya moyo wako, nafsi na roho na mwili, kuna namna umechanganyikana, haujakuwa separated, roho yako haijawa specific kwa Mungu. Haleluya. Ndipo analituma neno lake kama upanga, linaanza kugawanya mawazo yako, ya kwamba ulikuwa unawaza hivi, halafu anaanza kuyatengeneza. Kwa nini? Kwa sababu analipitisha ndani ya moyo wako kama upanga ukatao kuwili, au kama uwembe. Haleluya. Alimpigia Yesu makofi. Haleluya. Ameinuliwa sana. Isaya kamuona ameinuliwa sana. Amen. Hafu anaanza kuona hata makerubi na maserafi wanajifunika miguu yao na macho yao kwa sababu ya ule utakatifu, wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ndipo wanaposema duniani kote. Unaona kinaanza kitu gani? Utakatifu. Haleluya. Mpigie Yesu makofi kama mnaelewa. Siji kama mnaelewa hicho kitu. Maana msingi wa wewe kutaka kumwona Mungu katika aspekti zote, katika nyanja zote, utakatifu. Haleluya. Na level, hapa ndipo nilipopata kujua ya kwamba level ya mwisho ya kusema nimemwabudu Mungu si machozi peke yake yametoka, ila ni vile ambavyo nitamwona yule mtakatifu aketie juu, nitoke ndani yangu niseme ole wangu Salvatori. Nikitoka na ole, maana nimekutana na mtakatifu. Ila kama sijatoka na ole, bado sijakutana na kadoshi. Bwana Yesu sifiwe. Isaya alikuwa akisema ole. Ukisoma kuanzia sura ya 1 mpaka ya 5, ni ole kwa watu, ole, ole, ole. Ndio maana Yesu akaja akakizungumza pia, akisema wewe waitazama ni boriti au banzi lilo ndani ya macho ya mwenzio, ulione liloko ndani yako boriti. Bwana Yesu sifiwe. Siji unaelewa? Maana anajaribu kututazamisha ya kwamba unapomtazama Mungu, unapomwendea Mungu kama mtakatifu. Bwana Yesu sifiwe. Tunapomwendea Mungu, unajua tulio wengi tunakuja na aspect ya namna tofauti tofauti. Kwa mna mwingine anamwendea Mungu kama Jehova Shalom, anayetaka kumpa amani. Amen. Au kama Mungu mlinzi, Jehova Nisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anatamani vyovyote vile unapokuwa unamwendea, umwendee kama Mungu mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu ndio msingi wa utukufu. Yaani nguvu za Mungu, msingi wa the glory of God. Yaani ule utukufu wa Mungu umejengwa kwenye msingi wa utakatifu.